Je, unajua ni nini kinatisha zaidi kuliko pepo anayekunguruma? Ni pepo anayenong'ona kwa sauti ya Mungu. Juma alifikiri kuwa ameshinda vita mlangoni mwa kanisa, lakini hakuwa anajua kuwa kitu kile hakikukimbia. Kilitafuta mahali ambapo hakuna mtu angethubutu kukitafuta, ndani ya kivuli cha msalaba wenyewe. Wakati mchungaji Ezekiel akivuta pumzi ya ushindi, giza lilianza kutambaa kwenye joho lake jeupe, likitafuta mlango wa kuingia kwenye Roho Takatifu zaidi kijijini hapo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua, Siri ya Sanduku la Babu, sura ya 7, Saa ya Giza la Mwisho na Kivuli cha Madhabahu. Ukimya uliotawala ndani ya kanisa ulikuwa na uzito wa kutisha. Harufu ya uvundo wa kiumbe cha quantum sasa ilikuwa imechanganyika na harufu ya ubani na nta iliyoyeyuka. Juma alikuwa amelala sakafuni, kifua chake kikipanda na kushuka kwa tabu, huku ngozi yake ikiwa na alama za mstari ya kijivu inayotiririka kama ramani ya mshipa ya Shetani. Mchungaji Ezekiel alijiegemeza kwenye madhabahu, akifuta jasho lililochanganyika na damu. Imekwisha, Ezekiel alinong'ona, sauti yake ikiwa imeparara. Nuru imeshinda. Lakini ndani ya roho ya Juma kulikuwa na mwangwi wa kicheko cha mbali. Juma alifumbua macho yake kidogo na kuona kitu kilichomfanya atake kupiga kelele. Aliona kivuli cha mchungaji Ezekiel kikijinyoosha sakafuni. Haikuwa sura ya mchungaji. Kivuli kile kilikuwa na pembe ndefu na mamia ya macho yaliyokuwa yakikonyeza kuelekea madhabahuni. Mchungaji, angalia kivuli chako. Juma alijaribu kutoa sauti, lakini ilitoka kama mlio wa mnyama anayekufa. Ezekiel hakusikia. Alisogea mbele ili kuchukua kikombe cha maji ya baraka, lakini alipogusa kile kikombe, maji yale yalianza kuchemka na kugeuka kuwa rangi ya usaha. Mchungaji alishtuka, lakini kile kivuli chake kilimshika miguu kama gundi. Ulinifukuza kwenye nyama ya yule kijana. Sauti ya kile kiumbe sasa ilikuwa inatokea ndani ya akili ya Ezekiel. Lakini umesahau kuwa giza linahitaji nuru ili liweze kuonekana. Wewe ndiye nuru ya kijiji hiki, Ezekiel. Nikikula wewe, nitakuwa nimewala wote. Ghafla, taa zote za kanisa zilianza kuzimika moja baada ya nyingine. Ziz, ziz, pak. Baridi ilizidi kuongezeka, kiasi kwamba Bi Salma alianza kutoa moshi mweupe mdomoni. Mchungaji Ezekiel alihisi moyo wake ukianza kupata ganzi. Picha za dhambi zake za zamani zilianza kumvamia. Hii ndiyo ilikuwa nguvu ya mwisho ya kiumbe cha quantum, the spiritual decay. Kinakufanya ujione hufai ili kikuweze. Wewe si chochote, Ezekiel, kiumbe kile kilinong'ona. Umejawa na kiburi. Unadhani wewe ndiye Mwokozi? Tazama mikono yako. Ezekiel alitazama mikono yake na kuona inaanza kugeuka kuwa nyeusi, ngozi ikimvuka na kuacha nyama mbichi inayoliwa na wadudu wasioonekana. Alijaribu kuomba, lakini ulimi wake ulikamaa. Juma, akiona kimbilio lao la mwisho likiangamia, alijua kuwa hawezi kukaa tu. Alikirukia kile kisu cha fedha. Acha kumsumbua! Juma alipiga kelele, akichoma kisu kile moja kwa moja kwenye kile kivuli cha mchungaji kilichokuwa sakafuni. Mlipuko wa nishati ya quantum ulitokea, ukimrusha Juma hadi ukutani. Lakini kisu kile kilikuwa kimefanya kitu cha ajabu. Kilikuwa kimekipigilia kivuli kile sakafuni, kikikizuia kisiendelee kuingia mwilini mwa Ezekiel. Kiumbe kile kilitoa sauti ya hasira ambayo ilipasua madhabahu katikati. Mjukuu wa laana, utakufa pamoja na huyu mzee wako. Mchungaji Ezekiel alipata nafasi ya kuvuta pumzi. Alijitupa juu ya kile kisu, akishika mkono wa Juma. Juma, sikiliza. Ezekiel alipiga kelele, huku macho yake yakianza kutoa nuru ya bluu. Hiki kiumbe kimejificha kwenye mzunguko wa muda wa familia yako. Ili kikome,
Lazima mnyororo wa urithi ukatwe kabisa. Lazima tuchome kila kitu kilichobaki ghalani, na lazima wewe ukubali kupoteza kila kitu. Niko tayari, Juma alilia. Choma kila kitu, hata kama nitaishia kuwa ombaomba. Wakati huo huo, nje ya kanisa, mbingu zilifunguka na mvua ya mawe ya damu ilianza kunyesha. Kiumbe kile kilijikusanya na kuwa rundo kubwa la giza lililoziba lango la kanisa. Hamtatoka hapa mkiwa hai, viumbe vile vilinguruma. Moto wa ajabu ulianza kuwaka ghalani, bila mtu yeyote kuwasha. Siri ya mwisho ya sanduku ilikuwa inaanza kufichuka. Sanduku halikuwa na kioo kimoja tu. Kulikuwa na kioo kingine kijijini hapo. Na kiumbe kile kile kimeanza kukitumia kutokea nyuma ya mchungaji Ezekiel. Je, Ezekiel atagundua kuwa adui yuko ndani ya kanisa lake kabla hajameza? Na nini kitatokea wakati Juma atakapogundua kuwa yeye mwenyewe ndiye kioo cha mwisho? Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.